Hizi ni biashara 10 ambazo unaweza kuanza kwa mtaji wa shilingi 50,000. Biashara namba 1 ni hii biashara ya nguo za mitumba. Na ni biashara inalipa na nzuri sana sana sana. Na ni biashara ambayo unaweza kujiingizia kipato kikubwa sana kupitia biashara. Hii biashara sasa masoko yake yapo Karume, yapo Manzese. Ni wewe tu unawahi na unaangalia kama ni mashati, ni suruali, pale utaweza kuuziwa kwa bei ya chini. Zeni utachukua, mengine unaweza kupiga pasi na ukaanza kuuza na ukajikuta unatengeneza hela nyingi sana. Biashara namba 2 ni hii biashara ya mantilia. Hapa tunazungumzia mambo ya mapishi. Unaweza kuamua ukawa unapika chakula cha mchana, unaweza kuamua unapika tu vitafunio, ukawa unauza mihogo, mandazi, chapati. Ni kujiongeza tu. Vyote hivi ukiamua kufanya kwa mtaji wako 50,000 tu inawezekana. Na malocation yote tunafahamu, unaweza ukaanzisha tu kijiwe chako, ukawa unauza mandazi yako, mihogo yako, au lau ukawa unatembeza maofisini, ukauzia mashuleni, na bado ukawa unatengeneza pesa kubwa sana kwa mtaji wako tu wa 50,000. Biashara namba 3 ambayo unaweza kuanza kwa mtaji wa 50,000 ni biashara ya electronic. Hapa tunamzungumzia makava, phone, USB, charge. Ukipita mastendi unaona watu wengi sana wameweka phone zao chini, wamemwaga, wanauza na wanapata hela kwa kweli. Kwa hii ni biashara moja wapo ambayo unaweza kuanza kwa mtaji wa 50,000 tu. Kwa wale wote ambao tunalalamika mtaji wetu ni midogo, basi tafute 50,000 tuanze hata biashara tuweze kuingiza hata kwa 5,000 tu kwa siku jamani. Namba 4 ni hii biashara ya nguo za ndani. Hapa tunamaanisha chupi na boxer. Jamani, hii biashara inalipa. Na haina kisingizio kwamba sina mtaji. Mtaji hata wa 50,000 tu unaweza kuanza hii biashara. Ni bora ukafanya hii biashara kuliko kuweka 50,000 yako ndani au benki. Bora ukafanya iweze kukuingizia hela nyingi zaidi na zaidi. Kwa hiyo hii biashara ya boxer na chupi inalipa sana ndugu zangu. Na hii unaweza kuanza kwa mtaji wako 50,000. Location ya kupata mizigo ni Kariakoo, Makumbusho. Kama mtu utakuwa unahitaji namba utanijulisha nitakutumia. Mfano unakuta chupi moja wanauza mpaka buku, ambayo wewe utauza kwa 3,000 moja. Biashara namba 5 ni hii biashara ya kuuza matunda. Hapa tunazungumzia tikiti, mananasi, mafenesi. Cha muhimu tu ni kuangalia ni msimu gani na msimu huu ni msimu gani wa matunda na unaanza kwenda kuchukua. Unaweza kuchukua maparachichi, machungwa, ukamwaga sehemu, ukaunauza kwa bei ya jumla. Kenda masokoni ukawa unachukua, unayatengeneza, unayamenya vizuri, unatengeneza na unayapaki kwenye package. Ukawa unauza kama special, ukauza maofisini, ukauza kwenye magari, mastendi. Jamani, biashara yenu pia imechangamka sana. Huko tunapopita tunaona mama wengi sana wanauza hii na wanapata hela, wanapata faida pia. Jamani, kwenye biashara namba 6, hii ni biashara ya viatu vya mtumba. Unajua viatu vya mtumba jamani ni dili sana, na unaweza kupata kiatu kikali kuliko hata cha special. Hii biashara mtumba unaweza kuamka asubuhi ukawahi pale Karume. Watu wanafungua mabalo pale, viatu vizuri sana kuto vinauzwa kuanzia 3,000 ambavyo wewe ukivifua unaweza kuuza mpaka 30,000, 20,000, 10,000. Inategemea tu na ubora wa kiatu na uzuri wa kiatu. Pale ukichagua vizuri na imani utatengeneza pesa kubwa sana kupitia viatu vya mtumba. Tuchangamkie fursa hii jamani. Viatu vya mtumba vinalipa na vinatoka kweli kweli. Wahi mapema asubuhi, pata mzigo wako, tengeneza mzigo wako. Jamani, biashara namba 7 ni hii ya juisi za matunda. Hii pia biashara hii inalipa. Unaweza ukatengeneza juisi yako safi ya embe, ya parachichi, ili mradi tu uwe smart na iwe safi ambayo wateja wako watavutiwa nayo, na kila watakapokunywa basi watakuwa wanakukumbuka, wanaikumbuka tu juisi yako. Hii unaweza ukauza kwenye maeneo ya maofisi, ukatembeza kwenye video vya bodaboda, ukaitangaza mitandaoni, sehemu tofauti tofauti na sehemu mbalimbali. Ili tu iwe quality na safi. Kwenye biashara namba 8 jamani, biashara ya kutembeza vyombo. Hii biashara inatoka. Huko mitaani kwetu tulipo tunaona Muha wakiwa wanatembeza vyombo vyao na kuingiza hela ndefu sana, lakini wao wanakopesha. Sasa wewe unaweza usikopeshe. Ukaenda pale Kariakoo ukatafuta mzigo wako, vyombo vyako vya plastiki, mabeseni, sahani, vikombe, vitu vingi sana, ukawa unauza. Kwa mfano kule ukanunua jelo ukaja ukauza 1,000, 2,000 na kuendelea. Jamani, hii biashara pia nayo inalipa na inatoka sana. Inahitaji tu nguvu yako ya kutembeza au la utenge sehemu yako, eneo lako zuri la kuuzia. Hapa tunapozungumzia biashara ya korosho, ni biashara ambayo kwa sasa hivi inalipa sana na watu wengi sana wanapenda. Unajua watu wengi wanapenda kwa kwenye daladala wanatafuna. Sasa hii biashara ya korosho inalipa jamani, na mtaji wake hata kwa 50,000 tu unaweza kuanza.
Hivyo tuichangamkie fursa hii. Unaweza ukauza kwa kutembeza, ukauzia watu kwenye magari, unaweza ukauza ukiwa kwenye meza yako na sehemu yako, ukawa umetenga sehemu ya stendi, ukaweka na ukawa unauza. Jamani, biashara inalipa na inatoka kweli kweli. Jamani, namba 10 ni kitu wanaita uwinga. Hii sio biashara bali ni kujiongeza. Unaweza ukachukua bidhaa za dukani, ukawa unapiga, ukamwomba mwenye duka na ukawa unapiga picha, afu then ukawa unaposti mtandaoni au unaonesha watu. Kadri wateja wanavyokuja dukani na wanavyozidi kununua, na wewe unakuwa una asilimia zako ambazo unapata. Hii watu wengi wanaita uwinga, na watu wengi sana wanaingiza hela nyingi sana hasa Kariakoo kupitia uwinga. Hivyo hata wewe unaweza ukaanza leo, ukaona vitu ukachukua na ukaposti. Unaweza ukawa umeajiriwa lakini ukaona labda huna muda wa kufanya biashara, basi unaweza ukamchukua hata ndugu yako kijijini. Unajua vijijini una ndugu zetu wengi, au kumtafuta mtu yote ambaye anaweza akauza biashara yako na akakuletea hela na yeye mwenyewe akafaidika. Hivyo jamani, tujiongeze, sio kupata mshahara tu basi inatosha. Tufanye na kazi ndogo ndogo kwa ajili ya kujitengenezea maisha yetu ya baadaye. Pia usisahau kusubscribe ndugu zangu, kwa ajili ya kupata update mpya na matokeo mapya kila siku.